Hey mrembo, nimekuwa nikikwambia habari za kipaji na nikakwambia kwamba nina deni la video ya kukusaidia ambayo nitarekodi, ambayo itakusaidia kugundua na kutumia kipaji chako. Na siku hiyo sasa imefika hatimaye. Video ya leo itakusaidia kugundua kipaji ulicho nacho na jinsi ya kukitumia. Na nitacheki hapa kwenye notes zangu mambo ambayo tutayapitia. Nitakupitisha kwenye kujua kipaji ni nini, kwa nini tuna vipaji, jinsi ya kugundua kipaji chako, jinsi ya kutumia kipaji chako na jinsi ya kufanikiwa katika kipaji chako. Okay? Sawa. Class is in session. Karibu. Now, kipaji ni nini? Kimsingi kipaji ni ule uwezo wa asili ambao mtu anazaliwa nao, na uwezo huu unamwezesha kufanya vitu kwa urahisi pasipo kutumia nguvu kubwa au pasipo kutumia jitihada. Hii ndiyo maana rahisi kabisa ya kipaji. Mtu tu anakuwa na uwezo wa kufanya vitu fulani. Nategemea kila mtu ana kipaji kwenye eneo fulani. Na pia namna nyingine ya kuelewa kipaji ni kwamba kitu ambacho pengine kwa watu wengine kinaonekana kigumu, kwako wewe kinakuwa ni kitu ambacho ni chepesi, ni kirahisi. Actually hata ufikirii, you don't even think ukitaka kufanya hicho kitu because it's so natural. Ni kitu ambacho ni cha asili, kiko ndani yako. Unajua Mungu alipomuumba mwanadamu, kila mwanadamu aliyeletwa hapa duniani ameletwa na kipaji. Mimi nasemaga kipaji ni nyenzo ambayo Mungu anakupa kwa ajili ya kwenda kuitumia huko duniani, kuweza kuzalisha, kuweza kuzalisha kile ambacho ameweka ndani yako. Lakini pia namna nyingine ambayo ninatazama kipaji ni kama mbegu ambayo Mungu ameipanda ndani yako, na ni kazi yako wewe kuipalilia na kuisaidia ikue. Okay? Na kila mwanadamu kama nilivyosema ana kipaji, awe anajua au hajui. Najua kuna baadhi ya watu wanasema mimi sina kipaji. Hakuna mwanadamu ambaye hana kipaji. Kila mwanadamu anacho kipaji ndani yake, ni vile tu hajakigundua. Okay? Kwa hiyo umekigundua, haujakigundua, unatakiwa ujue kwamba unacho kipaji. Na unajua kwa nini Mungu alihakikisha kila mwanadamu amempatia kipaji ndani yake? Kwa sababu Mungu alitaka kuhakikisha hata ikitokea mazingira yamekuwa mabaya kiasi gani kwa upande wako na haujapata ujuzi wowote, hujasomea chochote, au hujawa skilled, au hujasomea kitu chochote, huna cheti cha kusema kwamba okay, naingizaje kipato. Mungu alihakikisha ameweka mtaji wa asili ndani yako, ameweka uwezo wa asili ndani yako ili kukusaidia kuishi maisha na kujiingizia kipato, kuwa na ustawi wa kiuchumi. Ndio maana mimi nasemaga pia God already set you up for success. Mungu alishakuandaa tayari kwa ajili ya kukufanikisha. Ni wewe tu kualign, kutambua kile ambacho ameweka ndani yako na kukifanyia kazi. Okay? Kwa hiyo mimi naweza kusema pia kipaji ni namna ambavyo Mungu aliweza ku level the playing field, ili hata kama kutokana na mazingira namna fulani hujapata hiyo elimu, uwe na wewe na fursa ya kuweza kujiingizia kipato kupitia hicho kipaji ambacho Mungu ameweka ndani yako. Okay? God is fair like that. See? Haya. Sasa tuangalie pia tofauti ya kipaji, ujuzi na karama, because these are three different things. Na ni vitu ambavyo huwa vinatumika wakati mwingine interchangeably, hasa kipaji na karama. Okay? Kipaji ni uwezo wako wa asili, it's your natural ability, umezaliwa nao. Skill ambayo ni ujuzi, ni uwezo ulioupata kwa kujifunza, your learned ability. Umeenda shule, umesomea, umekuwa certified, umepata cheti. Kwa hiyo watu wanatambua kwamba wewe ni mtaalamu wa kitu fulani kwa sababu una cheti kinachoonyesha kwamba umesomea hicho kitu. Okay? Karama ni gift, na kama nilivyosema awali, watu wanapenda sana kutumia gift wakimaanisha talent. Talent na gift ni vitu tofauti. Of course ipo kidogo, lakini vyote ni uwezo wa mtu kufanya kitu vizuri sana. Lakini with gift, hii ni supernatural ability, ni uwezo usio wa kawaida wa kiungu ambao mtu anaupata pale ambapo anampokea Roho Mtakatifu ndani yake. So gift is specifically kwa watu ambao wana Roho Mtakatifu ndani yao, na
inamfanya kuwa na uwezo wa usio wa kawaida, supernatural ability. Okay, na naweza pia nikasema kuna namna, naweza nikasema pia vipaji vina aina au namna tunaweza tukavicategorize. Mimi huwa nimevicategorize kwenye sehemu kuu mbili, visible and invisible talents, vipaji ambavyo vinaonekana na vipaji visivyoonekana. Kwa mfano kwenye visible talents, na ndio maana watu wengi waga wanajiona kama hawana vipaji kwa sababu hawana vile ambavyo wao wanadhani au wanahesabia kwamba ndio vipaji au wana consider ndio vipaji. Mfano, vitu ambavyo mtu ukizungumzia vipaji, kitu gani ambacho mtu anafikiria kwa urahisi au kinakuja akilini kwake kwa haraka? Tunafikiria maybe kukimbilia, kuogelea, mambo ya sports, mambo ya michezo, labda kuchora, kupika, maybe kudance, kucheza, maybe kuimba, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaonekana kwa urahisi. Lakini kuna vile vipaji ambavyo havionekani, but nataka kusema you feel them, unavihisi, yani unauhisi uwepo wa hicho kipaji. Mfano, kuna kipaji kama cha uongozi. Kuna watu ni viongozi kwa kipaji kabisa. Kuna kipaji cha, kwa mfano, kutia moyo. Kuna watu wana kipaji tu cha kufanya hivyo. Sasa sio kipaji ambacho unakiona, lakini ni kipaji. Kuna kipaji cha network, kuna kipaji cha jinsi ya I don't know. Vipaji vipo vya namna nyingi sana, lakini vitu napendaga tu kucategorize, kwa namna hiyo, kwamba kipaji kinachoonekana na kile ambacho hakionekani. Na naweza nikasema na vile vipaji ambavyo ni visible ni vipaji ambavyo they are seen, na vile vipaji ambavyo ni invisible ni vile vipaji ambavyo they are felt. Okay? Haya, tumemaliza hapo. Sasa tuende kwenye sehemu ya pili ambayo ni kwa nini tuna vipaji. Kwa nini Mungu ameweka vipaji ndani yetu? Sababu ya kwanza kabisa ni ili tuweze kuhudumia wengine, au tuweze kuleta suluhu za changamoto mbalimbali hapa duniani. To be of service to the world through the solutions our talents create. Kila mtu katika kipaji chake kuna suluhu anaitengeneza. Inaweza ikawa moja kwa moja au isiwe moja kwa moja. Nikisema hivyo namaanisha nini? Kuna kipaji kwa mfano cha kutengeneza, kuunda vitu vya umeme. Hicho ni kipaji ambacho suluhu yake inakuja moja kwa moja. Lakini kuna vipaji mfano vya nisemeje, labda kuna vipaji ambavyo solution zake ambazo kimsingi inawezekana zisihesabia sana kama ni solution. Mfano vipaji ambavyo vinaita burudani. Okay, inamsaidia mtu kushusha their stress levels pengine, lakini kitu ambacho kinapatikana alafu kinaondoka. Lakini kinaweza, kipaji hicho kikitumika vizuri, kikasaidia katika mambo au changamoto mbalimbali zilizopo katika jamii. Mfano, mtu ambaye labda yeye ana kipaji cha kukimbia, anaweza sio na solution ya moja kwa moja kwa ajili ya ulimwengu, yani solution ambayo ni long term, ambayo ni ya muda mrefu. Ndio anaweza kalifanya taifa lake likajivunia yeye, akapata medali, akapata hela, sawa, lakini moja kwa moja anafanyikaje faida kwenye jamii? Wakati mwingine inaweza sio moja kwa moja. Kwa hiyo namna nyingine ambayo sio ya moja kwa moja ni kile ambacho mtu anakipata kulingana na, kutokana na kipaji chake. Pengine ni ule umaarufu wake, pengine ni ile heshima anayobeba, hadhi anayobeba, au pesa anazopata kutoka kwenye hicho kipaji. Anaweza akazitumia pesa hizo, mfano kuleta majibu, kusaidia kusolve changamoto mbalimbali zilizopo kwenye dunia. Okay? Unaona wengine wanatumia umaarufu wao wanatoa fedha zao kwa ajili ya kusolve changamoto mbalimbali, pengine ni sehemu zenye ambazo zina chakula, kusaidia watoto. Kwa hiyo kipaji kinaweza kikaleta solutions kwa namna hiyo, moja kwa moja au isiwe moja kwa moja. Lakini kitu cha pili, kwa nini tuna vipaji? Ili tuweze kupata fedha kupitia vipaji vyetu, to earn from them. Ndio kile ambacho nilikuwa nasema, God already set you up for success. Kwamba time imetokea basi hujasoma, hujapata cheti chochote ambacho kinaweza kukupeleka mahali ukapata kuingiza kipato, Mungu alihakikisha ameweka kipaji ndani yako. Okay? Kuna mtu hajasoma lakini ni mwokaji mzuri wa mikate. Huwezi kuniambia mtu kama huyo atakuwa maskini. Hawezi kuwa maskini. Akiwa maskini kwa sababu ameamua mwenyewe kutokuwa wakili mzuri wa fedha ambazo anazipata. Kwa hiyo unaona kwamba kipaji kinaweza kukuendeshea maisha, kinaweza kukuletea mafanikio ya kiuchumi. Okay?
Na kwa nini? Ni kwa sababu ya ile thamani inayotokana na zile suluhu ambazo zinatokana na kipaji chetu. Mfano, mtu anayepika, mpishi, analeta solution ya watu kuweza kupata chakula, kula na kushiba. Okay? Nadhani unanielewa ninachokisema. Na kitu cha tatu, kipaji mimi naamini kinaweza kutusaidia. Kwa nini tunacho? Ili kutusaidia kufund, kutoa fedha kwa ajili ya wito, kusudi au vile ambavyo Mungu ameviwekeza. Sorry, just a minute. Sorry, nilipata disturbance kidogo, but nilikuwa najaribu kusema kwamba tumepewa talents, tumepewa vipaji ili tuweze kufund, kuweza kuwezesha vile vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yetu. Mfano, wito ambao Mungu ameweka ndani yako, kusudi ambalo ameweka ndani yako ulilobeba, au kazi ya Mungu. Kuna mahitaji mbalimbali katika ufalme wa Mungu. Kuna mikutano ambayo inahitaji kuwa funded, kuna yatima na wajane ambao wanatakiwa kuhudumiwa, kuna kazi mbalimbali za kanisa ambazo zinatakiwa kufanikiwa, lakini na kupitia kipaji chako unaweza ukatoa kwa ajili ya kufanikisha kazi ya Mungu. Okay? Na sometimes Mungu anaweka kusudi au wito ndani yako ambao of course ili kutekeleza kusudi au wito kuna mahali utaingia gharama. Kwa hiyo kipaji kinaweza kikasimama katika nafasi ya kuwezesha kile ambacho Mungu ameweka ndani yako kiweze kufanikiwa. Lakini pia kitu kingine ni kumtukuza Mungu. Yeah, to glorify God. Kabisa 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 kabisa. Watu wanapoona yale mambo ambayo unaweza kufanikisha au unaweza kuyafanya, yani kipaji chako kile, I say watamtukuza Mungu. Yeah, na tukisoma katika ile Mathayo 5:16, neno la Mungu linasema, nisome hapa Mathayo 5:16. Where are you? Mathayo 5:16. Jamani, mtani excuse hiyo background noise. Ndio hivyo sasa, tutafanyaje? Siku Mungu atatupa a safe and secure and quiet place kwa ajili ya kurekodi. For now I'm just doing what I can do. 5:16, Mathayo 5:16 inasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Yes. When people see namna ambavyo una operate katika talent yako, watamtukuza Mungu wako. They will glorify you God. Na hii inaanza na wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ukianza kumtukuza Mungu kwamba unajua nini? Sio kwa uwezo wangu, sio kwa nguvu zangu, bali ni Mungu aliyeweka kitu ndani yangu. Then pia unawadirect watu wapi pa kupeleka utukufu. Lakini ukianza kujiona wewe ndo umejipa, my friend, hujajipa hicho kipaji. Sio wewe umejipa hicho kipaji, hujajiumba, Mungu ndo. Okay? So very important to remember that. Haya, sehemu ya 3 tuangalie namna sasa ya kutambua, namna ya kugundua kipaji chako. Kwa sababu kipaji chako hakiko nje yako, kiko ndani yako. Okay? Jiulize maswali haya. Okay? Na uchukue hatua ambazo nitazieleza pia. Ni kitu gani ninafurahia kufanya? What do I enjoy doing? Sijui unaenjoy nini. Inawezekana unaenjoy kupika, inawezekana unaenjoy kuzungumza, inawezekana unaenjoy kuchora, inawezekana unaenjoy kutengeneza vitu, inawezekana unaenjoy kufuma. I don't know. Vipo vitu vingi sana ambavyo mtu anaweza kaa anaenjoy kufanya. Pengine ni kuandika na vitu kama hivyo. Swali la pili, ni kitu gani ambacho ninakifanya bila kutumia nguvu? Kuna vitu ambavyo tunafanyaga, yani hata haufikirie utumie nguvu kufanya. Hicho pia kinaweza kawa ni kipaji chako. Swali la 3, what do I do? Nilikuwa narudia swali la pili. Ni kitu gani ambacho nikifanya muda ni kama unasimama? Sielewi, sijui kwamba muda unaenda. Jiulize hili swali. Na unajua unaweza ukatrace kuanzia zama za utoto, wakati unakuwa, from your childhood. Kuna vitu ambavyo mtu ulikuwa ukikaa unavifanya, yani huna hata habari kama muda unaenda, mpaka uitwe fulani, njoo kula. That's somehow, wakati mwingine hiyo ndio kipaji chako. Hicho ndio kipaji chako. Kwa sababu mtu unapofanya kitu ambacho unakipenda, unakifurahia, wakati mwingine hata muda huo unasimama. Okay? Hiyo ni njia moja hapo pia kutambua kile kipaji ulicho nacho. Lakini usiangalie tu, usiishie utotoni. Angalia hata katika utu uzima. Kitu gani ukifanya ni kama muda wewe hauendi, unakuja kushtuka, muda kumbe umeenda. That could also be your talent. Na mimi
nakumbuka wakati najitafuta, that was maybe 2018, no 2017 nilikuwa najitafuta 2017 2018, I think 2018, katika kujitafuta kujua mimi nina uwezo gani, who am I. Nadhani kuna kipindi nilidhani mimi na kipaji cha kupika and then baadaye nikaja kugundua what, kitu gani ambacho na enjoy kufanya, hata muda wangu waga hauendi nikiwa nakifanya. Nikakumbuka ni kuongea. Napenda sana kuzungumza, napenda sana kuongea. So I don't know wewe ni kitu gani kwako ambacho yani hata muda unaenda huna habari, kwa sababu you're so consumed na kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo unaangalia kwanza utotoni, lakini pia tazama katika utu uzima. Na kitu kingine, swali la 4 ni kwamba ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakuingiza kwenye matatizo ukiwa mtoto. Mfano wengine ni kukorokochoa vitu, kuunganisha nyaya, wengine si ni kuchora nyumba, unacharazwa. Pengine wazazi tu hawakuelewa namna ya kuchannel vizuri huo uwezo ili uweze kukusaidia baadaye. But wakati mwingine kile ambacho kilikuwa kinakuingiza matatizoni ni kile ndio huwa ni kipaji chako. Mimi nikitolea mfano, there was so many times I got in trouble kwa kuongea darasani, bwenini ndivyo tu nilipokuwa. Kwa hiyo na wewe unaweza kaangalia ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakuingiza matatizoni, na wakati mwingine hata utu uzimani bado kitu kinakuingiza in trouble. Okay, so jiulize hilo. Lakini pia hatua za kufanya, nitakupa hatua 2. Ya kwanza kabisa, uliza watu 3 wanaokujua vizuri sana wakuambie ni kitu gani ambacho wanaona unakifanya vizuri bila kutumia nguvu au jitihada. Okay, hakikisha ni watu ambao wanakuwazia mema, wanakutakia mema na kweli wanakujua vizuri. Hatua ya 2, usiishie kwa wanadamu, muulize Mungu. Muulize Mungu kipaji changu ni nini? Ni nini ambacho weka ndani yangu? Yeye ndiye aliyokuumba. Of all people, yeye ndo anakujua vizuri kuliko mwanadamu yote, kuliko hata mzazi wako. Muulize Mungu adhihirishe kile ambacho aliwekeza ndani yako. Okay? Anakujua kuliko mtu yoyote. Na kimsingi kipaji ni kitu ambacho kikawaida kinaonekana kwako ni kirahisi sana, lakini kwa watu wengine kinaonekana ni kigumu, yani it's overwhelming for them. Hicho ndio kipaji chako. Wengine wanaona ni kazi sana, lakini wewe kwako inakuwa rahisi. Mfano mzuri, mimi I really enjoy making these videos. Yani nikimaliza kurekodi I feel so good. I feel so exhilarated. Yani I feel kama moyo wangu una leap. Yani I feel so good. Kwanza najisikia vizuri, naona kwamba nime-release kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu, lakini pili I feel so good. Huwezi kuniambia ninajisikia vizuri namna gani, sijui. Hata ifikii furaha ambayo naipata nikipata mshahara. I don't know. It's just me. Kwa hiyo fuatilia kujua kitu ambacho wengine kwao ni kigumu, wewe kwako ni kirahisi. Hicho ni kipaji chako. Okay? Na kimsingi mimi nina formula ambayo nili develop kwamba pray, 3 P's. Pray, plan, produce. Omba, weka mpango, zalisha kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Wewe fanya tu, do it anyway, na nitaelezea huko mbeleni how do you do it anyway. Okay? Kwa hiyo muombe Mungu akusaidie ujue kipaji chako ni nini, weka mkakati wa kukitumia, na 3, anza sasa kukizalisha, kiachilie kwa watu wengine, na mbeleni nitaelezea vizuri how exactly to do this. Hatua ya 4 ni jinsi ya kutumia kipaji chako. Jinsi gani sasa baada ya kuwa umetambua kipaji chako ni hiki, unakitumiaje? Nina 3-step formula. Kwanza kabisa, kionyeshe, show it. Kionyeshe, share it with others. Waonyeshe wengine, washirikishe wengine waone hicho ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Ili sasa unajua huwezi kusema utakitumia au utafanikiwa katika kupitia kipaji chako kama haukionyeshi. Onyesha ili watu sasa wakugundue, so that people can discover you. Unatakiwa sasa ukiexpose kile kipaji chako watu wengine wakione. Kiachilie kipaji chako ili watu wakufahamu, wafahamu hicho kipaji ambacho umebeba ndani yako. Hatua ya 2 ni kifundishe, teach it. Wafundishe wengine. That's how you multiply it. Hivyo ndivyo ambavyo unakizidisha. Ina maana ukikifanya wewe mwenyewe unabaki nacho wewe ni mtu mmoja, lakini ukifundisha wengine unajizalisha wewe mara nyingi zaidi.
Reproduce your ability to other people who need to learn. Wafundishe wengine ambao wanahitaji kujifunza hicho ambacho wewe unakifanya bila jitihada, bila nguvu. Fundisha wengine. And namna ambavyo unazidi kufundisha wengine ndivyo ambavyo unaboresha, unakuwa bora zaidi katika hicho kipaji chako, okay? Hatua ya 3, do it for others. Wafanyie wengine. Kuna watu ambao wao pengine hawana huo muda au tuseme hawana hiyo passion sio eneo lao, but they are willing kumlipa mtu mwingine kuweza kukifanya hicho kitu. Wafundishe, wasaidie wengine namna ya kukifanya hicho kipaji chako, okay? Offer a service, toa huduma kwa wale ambao hawana muda au hawana passion na hicho kitu, okay? Hapa sasa ndio unapoingia kwenye namna sasa ya kupata pesa kutokana na kipaji chako. Of course unaanzia kwenye kuwafundisha wengine, but hapa ndipo hasa unapoona sasa namna ambavyo unaweza kuingiza fedha kupitia kipaji chako, okay? Sawa. Nimeshakuelekeza namna ya kukitumia. Sasa tuone namna gani ambavyo utafanikiwa kupitia kipaji chako. Sehemu ya 5. Kwanza kabisa kuna mindset shifts ambazo unazihitaji. Lazima kuna namna mtazamo wako ubadilike kabisa 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 kabisa. Huwezi cooperate kwa namna ya kawaida. Lazima mtazamo wako ubadilike. Kwanza kabisa, be visible, onekana. Lazima ukubali kuonekana. Kubali kuonekana. Huwezi kusema una kipaji alafu unakaa nacho tu ndani yako, unakificha tu ndani yako. Kwa sababu unavyoonekana ndivyo watu wanakutambua, ndivyo ambavyo watu not just kukutambua, that's how they discover you. Ndivyo watu wanavyokupata, ndivyo watu watakapokujulia hapo, utakapokionyesha, utakapokubali kuonekana, okay? Na wakishakuona wataona value ambayo iko katika kipaji chako, wataona value ambayo unaileta, thamani ambayo unaileta kupitia hicho kipaji chako. Watatafuta kupata huduma yako, watatafuta kupata msaada wako, sawa? Kwa hiyo usifiche, usijifiche, kubali kuonekana. Lakini pia inamtukuza Mungu pale ambapo unaonyesha kipaji chako. Nimeshaeleza pale mwanzoni kupitia Mathayo 5:16. You need to show up, yani onyesha ule uwezo ambao Mungu amekupa, alafu Mungu apokee utukufu kupitia uwezo wako, okay? Na kitu cha pili, actually ukisoma katika ile Mathayo I think ni 7, wait. Let me. Yeah, katika hiyo Mathayo 5:14 neno la Mungu linasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangazia wote waliomo nyumbani. You are like a city on a hill. Be out there. Onyesha hicho Mungu ambacho ameweka ndani yako. Don't hide it, usifiche, okay? Haya, mindset shift ya pili ambayo unahitaji ni choose to serve over self. Chagua kutumikia au kuhudumia wengine badala ya kujiangalia wewe. Listen, mrembo, it's not about you. Please know this, it's not about you. Kwanza kabisa naomba ujue hicho kipaji, kwanza wewe mwenyewe hujajiumba, na aliyekuumba ndio aliyekupa kipaji. Kwa hiyo hicho kipaji sio cha kwako, azinja kwako moja kwa moja, yaani kwamba ni mali yako. No, wewe ni msimamizi tu, you're just a steward. Kuwa msimamizi mzuri, kuwa wakili mzuri kwa kuhakikisha hicho kitu ulicho nacho ndani yako unawapa na wengine. Okay? It's not about you. Kumbuka, yani lazima ujikumbushe mara kwa mara kwamba umebeba suluhu za matatizo au changamoto za wengine. Iwe ni moja kwa moja kupitia kipaji chako au kwa njia ambayo sio moja kwa moja kupitia kipaji chako kutumika kuhudumia au kuwezesha kutoa solutions za changamoto fulani. Okay? Kwa hiyo acha kuwastarve watu, acha kuwalaza watu njaa, acha kuwabania watu kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, ambacho ni solution
kwa ajili ya changamoto zao. Okay? Kwa hiyo kitu cha tatu ni do it anyway. Do it anyway. Yaani fanya tu. I know it sounds easy but it's not easy, but do it anyway. How do you do it? Kwa nini ufanye tu bila kujifikiria? Kwanza kabisa, confidence inapatikana, au ujasiri, kujiamini unapatikana kwa kufanya kitu na sio kujua kitu. Okay? Confidence inapatikana kupitia kukifanya kitu. Ndivyo ambavyo unapata confidence. Kadri ambavyo muda unazidi kwenda, kadri ambavyo unaendelea na hiyo process ya kufanya, you get better at it, na unapata ujasiri zaidi. Na sio tu kubaki kujua mimi najua kuimba alafu uimbi, mimi najua kuchora alafu uchore, mimi najua kufanya kitu fulani alafu ufanye. No, it doesn't work like that. You have to do it. Lazima uendelee kufanya. Ndivyo ambavyo unapata ujasiri, ndivyo ambavyo unajenga kujiamini. Kitu cha pili, kwa nini ufanye tu, do it anyway? Kwa sababu uaminifu katika kidogo ndio unapelekea kuaminiwa katika fursa kubwa zaidi. Ndio. Unakumbuka habari za wale watumwa watatu ambao waliachiwa talanta, kila mmoja kulingana na uwezo wake. Yule mwenye talanta moja alipoifukia, bwana wake aliporudi akamgombeza, akasema lete hiyo, apewe yule ambaye ana talanta ngapi? 5. How can God trust you kwamba utakuwa mwaminifu kama usipoanza kufanya? Usipomuonyesha kwamba unaweza kuaminiwa. Usipomwonyesha kwamba wewe ni mwaminifu katika hivi vichache, katika hivi vidogo, katika udogo huu, Mungu anawezaje kuamini katika mambo makubwa, katika fursa kubwa? How? In fact, kuna mtu mmoja alizungumza kitu nikasema wow, it makes so sense. Kuna dada anaitwa Hailey Mulenda, you should look her up on YouTube. I really love her, na nampenda kwa sababu pia anafundisha mambo ya public speaking and something ambacho mimi na interest nacho. She's a speaker, na alisema hesabu rahisi ni moja mara mbili unapata ngapi? Unapata moja mara mbili unapata 2, right? 2 mara 2 unapata ngapi? 4. 2 labda mara 5 unapata ngapi? 10. Sasa akasema hiyo ni mfano rahisi wa 2 ya kwako wewe. Jumlisha na umeshafanya, sasa Mungu anaongeza 2 yake pale, tunapata 4. Unaona kuna bidii yako wewe na Mungu ameweka mkono wake pale, tunaona kuna ongezeko. Lakini sisi tuna tabia ya kwamba mimi najua na kipaji cha kufanya kitu fulani, alafu unakaa nacho tu kimya. That's basically 0 times 0. It doesn't make sense. Lazima uwe una kitu tayari unakifanya, ndio Mungu akija akiongezea nguvu yake, then you see growth. Lakini uwezi ukategemea multiplication, uwezi ukategemea ongezeko, afu mwenyewe ufanye chochote. How can God trust you for bigger things wakati hata hivi vidogo au hata huu udogo ulionao hutaki kufanya chochote? Lakini una expect mimi nitakuja kufanikiwa, ninajua kufanya kitu fulani, alafu ufanye. Are you for real? Please, let's grow up bwana, And I understand sometimes ni fear na nini. I know. This is why, please talk to me if you need any help. Usiana na hilo eneo, please talk to me, usinyamaze, usikae peke yako. Katika ile Luka 16 mstari wa 10 neno la Mungu linasema, let's read. Okay, look, where are you? Luka 16 mstari wa 10 neno la Mungu linasema, aliye mwaminifu, anasema aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Mungu anakuona tu saa hizi kwa kweli hauko serious katika udogo huu. Anaangalia hata akisema akukuze, akufanikisha, hautakuwa serious katika ule ukubwa. So take action, okay? Do it. Sikiliza, kipaji ni mbegu, kama nilivyosema mwanzoni, ni mbegu ambayo Mungu amepanda ndani yako. Do your best to produce it, even if it scares you. Hata kama inakuogopesha na kutisha, do it anyway. Do it. The goal is to be obedient. Lengo ni kuwa mtii. Yakobo ile sura ya 4 mstari 17 inazungumzia habari ya kwamba ukiwa unajua unachopaswa kufanya na usifanye, kwako hiyo ni dhambi. Just imagine, it is a sin to know what you're supposed to do and not do it. Oh my goodness. Mungu atatuhukumu mwingi sana. Mungu atusaidie sana kuwa waaminifu na vile ambavyo ameweka ndani yetu. Okay? Sikiliza.
nilikuwa nasema kwamba kipaji ni kama mbegu. Mbegu mfano ya labda mbegu ya kitu gani? Tuchukue mfano rahisi, kitu gani? Labda mbegu ya tunda la apple. Ikikaa hapo, ukizikausha hapo, au hata maboga, ukikausha ikikaa tu hapo dirishani kwa miaka na miaka na miaka, hiyo mbegu haifanyi chochote. Lakini ukichukua ile mbegu ukaipanda, ikapata nuru, ikapata mwanga, ikamwagiliwa maji, ikapata hewa, inazaa, inakuwa mmea, hatimaye inakuwa mti wa maepo. Ukapanda na sehemu nyingine tena, unapata kama kamsitu kako pale, kama kamiti ya maepo. So whatever you do, please don't kalia hicho kipaji. Please utilize it. Please kitumie hicho kipaji, okay? Use it. Na kuna ule msemo anasema use it or lose it. Kitu ambacho ukitumia utakipoteza. Mwisho wake utakuta mtu mwingine ambaye pengine hana uwezo mzuri kama wewe, lakini ameamua kufanya na anafanikiwa, na unabaki tu yule hata hajui kupika kama ninavyojua kupika mimi. Hajui kuchora kama ninavyojua kuchora mimi. Hajui kuongoza kama ninavyojua kuongoza mimi. Hajui kuzungumza kama ninavyojua kuzungumza mimi. Hajui kufanya. But did you take action? No, you didn't. Na unatarajia nini? Dunia ina reward wale ambao wanatoka mbele na kuonyesha kile walicho nacho, na sio ambao wanazungumza tu kwamba mimi na hiki afu hawafanyi chochote. Okay? Go ahead and do it. Acha kuogopa. Yaani kuogopa mwisho leo. Please go ahead and utilize your talent. So how do you succeed kwenye talent yako? Nayo formula. Hii formula inasema resource, nitaitafsiri kwa Kiswahili, resource plus obedience plus capacity building equals to growth and success. Kwa hiyo rasilimali ambayo ni hiyo talanta yako, ambayo ni hicho kipaji chako, jumlisha utii, ambayo basically ni kuwa wakili mzuri, ni uwakili mzuri au ni uwakili, jumlisha kujijengea uwezo, kunoa, kufanyia kazi, kuendeleza kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Sawa, utapata mafanikio na kukua. Au unaweza nikasema ulicho nacho unafanya nini nacho na unakiboreshaje? Sawa, mafanikio. Excuse me. It always comes down to unafanya nini na hicho Mungu ambacho amekupa. Kama ufanyi chochote nacho, ndio ile hesabu ya 0 times 0 tunapata 0. 0 jumlisha 0 tunapata 0 hivyo. But when you do something about it, huwezi kubaki kama ulivyo. Fanyia kazi kipaji chako, ukiwa umeajiriwa, ukiwa uko kwenye biashara, ukiwa unasoma, just fanyia kazi regardless. Usitegemee biashara au faida ya biashara, usitegemee ajira, usitegemee masomo, not masomo, allowance inayotokana na masomo yako, iwe ni unapata kwa serikali au ni wazazi wanakupa. Usitegemee hivyo vitu pekee. Okay? Ndio maana tuna concept ya side hustle, side business. Do something about it. Hebu tusome kile kitabu cha Mhubiri sura ya 10. Mhubiri sura ya 10 mstari wa 10. Okay, not sura ya 10. Mhubiri sura ya 11 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au kama zote zitafaa sawa. Do it. Asubuhi, kabla hujaenda kazini, kabla hujaenda shule, do something about your talent. Je, unajifunza kitu fulani? Je, kuna kozi unachukua unasoma? Je, unachukua action? Are you doing something? Je, ni recipe mpya unajifunza? Je, ni method mpya ya kuchora unajifunza? I don't know. Maybe it's a script unaandaa, pengine kipaji chako ni kuigiza. I don't know what it is. Pengine ni kuongea kama mimi siku hizi wanasema yapping. Maybe a message umeipata, iandika. Fanyia mazoezi kujirecord. I don't know. Just do something about it. Asubuhi fanya hivyo, then nenda kama ni kwenye biashara, kwenye ajira, kwenye darasa unaenda kusoma masomo. Jioni also do something about it. Huwezi kubaki kama ulivyo. Huwezi jua siku unaweza ukapoteza kazi, lakini kadri ambavyo umekuwa ukiendelea kugrow talent ulionayo, inaweza ikafika mahali talent inakuingizia hela kuliko hata ajira yako, kuliko hata biashara yako.
And I'm not saying uache biashara au ajira unless that's what you want to do, but I want you to see that hivi vitu Mungu ameweka ndani, hiki kitu ambacho, hiki kitu kinaitwa kipaji, Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya kukufanikisha. Please understand that. Sawa? Okay. God has called us to be fruitful and multiply, which is not limited to reproduction biologically, but by our God-given abilities as well. Tatafsiri kwa Kiswahili. Mungu ametuita kuzalisha, kuongeza kile ambacho ameweka ndani yetu, ambacho kuzalisha na kuongezeka hakuishii kwenye kuzaa watoto ili kuongeza population ya dunia, bali kupitia ule uwezo ambao Mungu ameweka ndani yetu. Sawa, pengine wewe Mungu amekuwezesha, amekupa kipaji cha kuwa mbunifu wa mavazi. Utafungua ofisi Dar es Salaam. Who knows? Maybe ofisi inayofuata inafunguliwa Dodoma. Maybe unafungua ofisi za kutosha Tanzania, then unaenda unafungua Kigali Rwanda, pengine Nairobi, pengine Cape Town South Africa, pengine Paris. I don't know. You're not limited kufanya vitu kwa udogo tu hapa hapa. Kwa nini usivuke mipaka kama bosi wangu anavyosemaga, going beyond borders? Solution yako haipo tu kwa ajili ya sehemu hapo ulipo, unless kila mtu anajua ameitwa kwa ukubwa wake kulingana na uwezo wake. Kama wale wajakazi wale watumwa watatu, mmoja alipewa talanta 5, mwingine 3, mwingine 2, mwingine 1, kulingana na uwezo wako. Pengine wewe ni kufanya hapa Tanzania, that's fine, but what I'm saying is hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako kinatakiwa kizalishwe na kiongezwe. Usifanye tu sehemu moja pekee, usifanye mara moja tu pekee. Do it over and over and over and over. Fanya mara nyingi zaidi, fanya katika mkubwa zaidi ulivyofanya jana. Listen, you have a talent na unao wajibu wa kuitumia hiyo talent. Usipoitumia, ile siku ya mwisho Mungu atakuuliza. God will ask you, what did you do with your talent? Please, I'm begging you, utilize your talent. Use it. Use your talent. I don't know what it is. And sometimes hatujui ni kiasi gani kuna watu wanaumia, kuna watu wamekwama mahali kwa sababu tu wewe hautaki cooperate au cooperate in your talent au kutumia kipaji chako. I just hope that hautaishi maisha yako yote bila kuacha alama ya kile ambacho Mungu aliweka ndani yako na ukaamua kukifanyia kazi. So tumefika mwisho wa training yetu ya namna ya kugundua na kukitumia kipaji chako. Tafadhali share na kila mtu video hii so that wengi wetu tuweze kugundua kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu na tuweze kukitumia ili dunia iweze kuwa sehemu bora zaidi na zaidi na zaidi na zaidi kila siku. Okay? Thank you so much. Please like video hii wafikie watu wengi zaidi, and share in the comments kitu gani umejifunza. If you need me to record something else kuhusiana na talent, kama ni kuna kitu ambacho labda pengine nimeelezea kwa haraka, you'd like me to explain more kwenye hii video, please share kwenye comments. Nitafurahi sana kusikia kutoka kwako. Yeah, thank you so much and Mungu akubariki. Take care and bye.